celebrity gossip, we just tell them if there is something wrong or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called mcomarinash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Right. Tushawadia. Tuko hapa kwa celebrity gossip. So if you are there and maybe you've joined, what you do, share this live. share the live so that we have maybe a good number that we can discuss with. It's another Wednesday and we are bringing you the celebrity gossip. Leo niko na mgeni wangu hapa. Yeye ni msanii, anaenda kujitambulisha. Unajua siwezi ongea kwa niaba yake, na kwa hivyo basi atajitambulisha. Kwa majina naitwa Omari Nash, na kichina wananiita Omari chieno jamone mbele, chiene mineno mbele mihodo, yani chiene mineno mbele mihodo. We are here with my brother. Yes. Karibu sana. Shukran bro. Yes. Kwanza kabisa, unajua hao watu wanataka labda wakujue. Yeah. Anajua kuna wengine ambao wanakujua, kuna wengine ambao wanakuona mara ya kwanza, na kuna wengine wanakujua lakini hawajui labda wewe ni msanii. Ni kweli. Naam. Yeah. Karibu. Shukran sana bro. Mimi naitwa Mr. GNM the priest. Mr. GNM the priest. Yes. Hallelujah. Yeah, from this generation. From this generation for this generation. From this generation for this generation. For this generation. Yes. GNM. Yes. Okay. Yeah. So when msanii wa gospel, rumba, benga. Mimi nafanya urban gospel. Yes. Urban gospel. Yeah. Unajua ukisema urban gospel labda kuna mwingine Steven anasema eti mimi namuona for the first time, okay? Yes. Steven, okay, ndo maana amefanya introduction, Yeah. Ndo maana anafanya introduction na ashasema jina yake, yeye ni msanii na amesema anafanya urban gospel. Now, unajua kuna mwingine ambaye labda ndo the first time anasikia this term urban gospel. Ile kitu najaribu kumaanisha, style yangu si style ati ni kitu ya kukuja. Ni tunachukua tu tunaimodify. Nachukua genre fulani, alafu na fuse na ingine, then yeye inakuwa ni style yangu. Alright. Unaona, so kama kuna ngoma nimefanya, nimefuse some little bit of zouk na raga. Unaona? So hiyo mimi naita urban gospel. Urban gospel. Yes. Na unajua huku kwetu huwa tunafanya chenye tunaita ohangla. Yes. Wewe kama gospel artist, umekubaliwa kutumia labda ohangla beats, lakini your words ni gospel but beats ni ohangla. Ama hiyo side ni unholy. Siwezi sema ni unholy. Unajua, let me tell you one thing, na music. Originality ya music, music will originate from the same place. Na the main agenda ya music ilikuwa ni entertainment. Unaget? So siwezi sema ati ohangla beat ati ni unholy, ama ni ile kitu yenye ina bring difference. Ni hiyo message yenye inakam kwa hiyo track. Unaget? Juu tuseme mimi nikichukua hiyo ohangla beat, nifanye nayo, itakuwa na preach gospel. Si ndio? Cause nitaweka verse za Biblia. Then mtu kama Musa Jakadala achukue ataweka ya mapenzi. Unaona, sasa hapo ndio tuna draw line. But mimi sioni kama kuna issue hapo. Alright. Yes. Wale ambao washafika na kuambia kuwa tuko na the priest mwenyewe ndani ya nyumba. Yeye ni gospel artist, anafanya urban gospel. Yes. Urban gospel. Yes. So ukiwa hapo hakikisha kuwa umfollow, umesubscribe, umefanya kila kitu naye. Yes, unajua ukiwa hapa nataka utuambie historia yako kidogo, vile uliingia kwa muziki. Unajua kuna wengine ambao wanasema kuwa mimi nilipata inspiration kutoka kwa huyu, ama labda mimi nilikuwa natembea tu, mimi nilikuwa nimepeleka rafiki yangu kwa studio, mimi pia nikajaribu kitu kama hicho. So wewe uliingiaje kwa industry? Mimi naweza sema muziki mimi imekuwa tu kwa damu. Muziki imekuwa tu kwa damu. Ni venye sasa kuja kuanza kuifanya professionally, nimeanza kufanya 2015. 2015 ndio nilifanya track yangu ya kwanza. But way back nilikuwa na mimi ndio nilikuanga high school celebrity bro.
Huko shule tulikuanga tunasumbua huko hivyo. Entertainment si ndio tulikuwa na waindiaga huko hivyo. Talent show. Yes. Huko si ndio tulikuwa nafanya ngezo vitu. So na by then hatukuwa tunajua ngati, sikuwa najua ati muziki inaweza kuwa ni job. Si tulikuwa tunafanyanga tu ya kujibamba, unacheki. So mpaka venye nilimaliza shule nikakuja nikapata kumbe kitu inaweza tengeneza pesa. So ndo tukajirusha. Na wewe umesoma huko ama ushago? Najua kuna wengine ambao wamesoma ushago ndo wakakuja tao. So mimi nime high school nimesoma huku na college. Lakini primary nimesoma ushago. Okay. Yes, primary nimesoma ushago. So umecombine? Nimecombine. So mimi ni material ya huko. Mimi ni beli ya ushago na Nairobi. Alright, unajua kuna wengine labda wanasema eti huwezi kuwa tu kwa muziki bila kufanya kazi nyingine. Naona lazima ukuwe na kazi nyingine kusupport. Yes. Naona Zaka anasema eti Nash Zaka unasema aje? Hebu zungumza kwa Swahili, sikuelewi. Zaka sikuelewi. So unataka kusema kuwa muziki pia unaweza kuwa tu nayo kama main job ama lazima ukuwe na side hustle? Ile kitu yenye iko bro, unacheki industry haiko constant. Huwezi sema ati muziki ni kama employment. Una get? Muziki ni tofauti sana. Employment ni ile kitu tunangojanga do at the end of the month. But muziki it's what you do every day. Na kuna siku yenye jua imewaka bro. Hata hiyo event moja huwezi pata. Unaona? So ni poa hata kama unafanya muziki, weka ka investment mahali ama kuwa na kitu extra yenye unafanya. Una get? Juu pia kuna miaka itafika tutaweza kurukaruka kwa stage. Hawezi imba bro. So utakuwa una need kitu yenye itakuwa na kusustain. Koloch Evans karibu sana. So utakuwa unahitaji at least something else to be doing like a business. So mimi naambia ma artist, ukipata dogo when it's your prime, don't squander everything. Put some investment somewhere. Kuwa na kabizma mahali kana run. Una get? Kuwa boss of your own. Lakini unajua wakati ulikuwa unaingia kwa muziki, saa zingine tuseme bado ulikuwa una hustle. Au kwa stable ama huko na job ya kufanya. Ulipataje support ya kwenda studio? Kwa sababu kuna wasanii wengi upcoming artists ambao wananipigia. Wanasema Omari niko na ngoma lakini sina jinsi ya kwenda studioni. Mi siji niko na talanta lakini nashindwa vile naweza record ngoma zangu. Wewe kama msanii, unajua kuna wengine ambao saa zingine wakiwa hapa wanakutizama na wanatamani sana wao pia wakuwe kama The Priest. So unaweza waambia wewe kama The Priest ulianzaje labda mara yako ya kwanza kwenda studioni? Ulipewa support na rafiki, hustle ndo uende ama ulifanyaje? Mimi naweza waambia bro, muziki bila do ni ngumu. Unaona hiyo kitu yenye msanii anapitia, kila msanii amepitia hapo. Bro, mimi nakumbuka tukianzanga muziki tulikuwa wase wengi wamequit along the way, wamehang boots. Unaona? Wase wengi wamehang mic, wakarusha towel na wakathrow towel in, unacheki, wakaachana na hii kitu juu it's really frustrating without cash. So what we did mimi nakumbuka kuna time tulikuwa tunaendanga studio bro, tunaenda tunapiga kambi kuanzia hapo nje. Hatuna do, tuko na talent, tuko na idea, tuko na mangoma, mpaka producer na kusikiza hivi anaona yenyewe kijana anaenda place. But sasa bro, mkono mtupu bro. Kuna venye ifanyangwi. Una get? So unabaki a very frustrated person. Una get? So ile kitu yenye likuaga sorry for that. Ile kitu yenye likuaga unapata umeenda studio, ume idol hapo hivyo siku mzima. Wewe tu sasa kitu unafanya wewe ndio unatumwa bro. Star amekuja, amepiga luku, amesimamisha chuma yake pale. Wewe ndio unaambia kijana kuja, enda Del Monte. Ulipoze. Enda Del Monte. Wewe nawe sasa unajua. Size 8. Hebu kuja kidogo kijana. Si tulete kitu fulani pale kwa duka, tulete credit. Lakini sasa wewe unajifanya wewe ni kijana mzuri, unakimbia ndio maybe producer kuonea huruma kufanyia track moja, lakini wapi? So mimi venye nilikuwa mimi nilitafuta tu hustle. Manze, nikaanza kupiga hustle yangu 1 2 nikijisavia juu muziki ni expensive. Acha mtu asikudanganye. Muziki ni expensive. Juu kama audio peke yake
audio maybe unaweza, the cheapest unaweza kufanya na kitu kama 10k. Huyo ni msame kurumia. Then video, hakuna video ya 10k, hakuna video ya 20k, hakuna video ya 30k. Ule mwenye atakuhurumia sana atakufanyia video na 50k. Sasa utatoa wapi hizo dogo kama hauna hustle? Lazima tu kwenda. Lazima tu jitume kwanza bro. Talent ndio uko nayo. Wewe mwenyewe jiamini, jitume. Ukisikiza hata artist wakubwa. Diamond alisema aliiba gold ring ya mama yake. Akauza ndio akaingia studio. So hakuna tu mse mwenyewe ameingia tu. You have to put something. Lazima tu kuna hako ka sacrifice lazima ufanye. Alright, naona Zaka anasema I'm just saying continue working hard. Things will work well, my brother. Thank you so much. You know, watu wameniambia eti Omari, unajua saa zingine huwa tunakufollow lakini hatuelewi wasema nini. Na leo tumesema acha basi tuende international na national. Ndio maana labda ukiingia hapa unashangaa kwani ili show gani imepanda sana, ha? Tuko hapa na Mr. GNM the priest. Sure. Yeah, Mr. GNM the priest. Ako pale Facebook, ako YouTube, ako Twitter, ako Instagram. Na sijui kama ako TikTok. Unajua nyi watu wa gospel saa zingine mna consider the platforms to be unholy. No. Bro, let me tell you one thing. God is the same yesterday, today and forever. But one thing people should know, God moves with the generation. You understand? Right. God moves with the generation. When Facebook was being introduced some years back, kuna vile church ilikuwa na distance nayo until 2020 when corona came. Yeah, exactly. Everybody was like we shall be live on Facebook. Be going live on Facebook so you can follow us. So mimi niko TikTok. Lane Kiki karibu sana. Brayo Nyakwasaf, congrats my friend. Mziki lazima ujitume kabisa. So mimi niko TikTok, niko kwa platform zote za social media. Cause let me tell you one thing, bro. Yeah. You know the world is shifting. Una get? The world inaingia digital. Yeah. So hata church ilikuja kagundua wale watu wenye wanatafuta Sunday watu hawezi patikana. Kuna watu hawezi patikana. Naam. But watu wako kwa masimu. Wako mtandaoni. Watu wako kwa mtandao. So the only way unaweza wapata ni uwafate huko. Naam. Una get? Ni uwafate huko. Na venye tu nimekuambia God ni God ana move na generation. Na hii generation ni generation yenye so much informed. Ni generation yenye ko digitalized. So unataka kuniambia yes. Seme Yesu angekuwa kwa hii generation yetu angeenda live Galili. Bro, acha nikushow. Unacheki kama Jesus angezaliwa hii generation yetu Buddha. Jesus angekuwa na rock na Bugatti. Sikuchochi. Si punda. Unajua punda ndio ilikuwa the most expensive means of transport by then. Hiyo time ungekuwa na punda Buddha. Wewe ndio ulikuwa kusema, wewe unafikiria baba ya Saul. Before Saul hajafanywa king. Punda zilipotea. Aliambia kijana hebu cheki hapa tutakaa. Enda utafute hizo punda. Cause hizo ndio zilikuanga ni kama show of might and power. So kama Jesus angekuwa sahi hata angekuwa nenda live. Share angekuwa nenda live. Hebu imagine kama Kasarani inajaa hivi. Na bado kuna watu wenye wajafika Kasarani. Exactly, yeah. Kama Jesus angekuwa anakuja anasema tunaenda Kasarani. Si kungekuwa gana stampede. So Jesus angekuwa anasema ngacheki tutakuwa live kwa Facebook, kwa Twitter. So hii generation God bado Jesus angekuwa na move na technology. Naona Kolocha anasema on behalf of Parody Cartel let's share this live. Yeah, you know actually that's the main point now. Sure. If you are here, what do you do? The very first thing that you should do is to share this live, because you know we need numbers. You need numbers, because if we were just to story with my brother here, there is no need of maybe turning on our cameras, putting the light. But yeah, we can just sit somewhere. So if you are there and you really want to support our artist, including me, please share. Yes. And you know the good thing with Facebook and any other social media platform is that when you share, I'll be seeing somewhere there that Koluoch Evans share, so and so share. So please share, keep on liking, so that we keep
on supporting our own. We want to build this platform to be big, bigger, and the biggest, or biggest. Okay. So if you're there, please, the first thing you do, share this. Second thing, follow us on the social media platforms. We have Mr. GNM, the priest. Yes. Uko pale YouTube. Across all social media networks. Umeniambia that you move with generation. Yes, yes. You know, there are some people that were saying that TikTok or there are some other social media platforms that are not holy. Yeah. Like maybe what they do, there are a lot of dances. For example, TikTok, when it came, some of you, the gospel artists, you were asking somebody like, "Are you in TikTok?" Like, no. TikTok ni pale watu wana dance to immorality, something of that kind. Yes. That's why I had to ask. But thank you so much, because you've really informed these people that even God moves with generation. Let me tell you one thing on the same point. Yeah. You see, everything, the thing that makes that thing very relevant is how you use it. Yeah. You understand? Yeah. So that TikTok or that Facebook page or that YouTube channel or that IG page, you can be on IG and misusing it or using it on the other side. Yeah. Even the Bible, you can use the Bible in a wrong way. You can use the Bible in the wrong way. Paul says, some preach Jesus for selfish gain, others for genuine reason. But at the end of the day, Jesus has been preached. So even the Bible, you can take the Bible and manipulate the masses. Amo jaona mambo ya panda mbegu, bro. You can use it in a wrong way. And on the other side, but the fact remains that Jesus is being preached. But you're using it on the wrong side. Or in the wrong way. So anything, the only thing that makes that thing relevant is how you're using it. So hata your TikTok, kuna wase wanaenda huko hivyo, tuseme mtu ameenda TikTok amepata video yangu. Initially alikuwa na akimove anaona someone is dancing naked. Ana move someone is taking alcohol. Then ana move next na apata, let me listen to this guy. Unaona, at the end of the day, this guy, if we'll take some few minutes to listen to that short clip, he will be edified. Unaona, there's something atapata. Unaona, at the end of the day, life yake ita change. If it was someone who was planning to commit suicide, then amekuja akapata, there is just a short story of someone who went through worse than whatever he's going through that is making him or her want to take her life. No. Unapata kuna mtu ame go through worse than that na ameendua, ame come out. Utapata mtu amechange life yake. Exactly. Una get? Na kuna ule mtu mwenye ataingia hivi aone vitu zingine pia amwe ku follow the same. So the only thing yenye na make these platforms relevant is how you use it. I remember somebody once said that unajua, you have all the powers, but ensure, especially those people that are using social media, ensure that you are using it on the right direction. Yes. And we are just advising, not deciding. No, we are not deciding. So ukiwa hapa, tuko hapa na Mr. GNM mwenyewe. Yes. Mr. GNM, acha nikuulize, kuna hizi vitu ambazo tunaweza sema kuwa hizi vitu ambazo labda mnakumbana nayo kwa nyanja ya muziki sasa. Yes, sir. Ni zipi unaweza ambia wale ambao labda wangependa kuingia kwa muziki, wajue kabla waingie, wajue tu kwa my friend ukiingia kwanza ni ile kitu tunaweza wasee, this game is not for the faint hearted. Is not for the faint hearted. Bro, hii game kama una feel wewe ni msanii na unataka kuingia kwa art, kitu ya kwanza ujue hii si mchezo ya watoto. You are discouraging them. No, I'm encouraging them. Hii si mchezo ya watoto. Cause bro, someone once said, I don't know whether mnaelewa chenye anasema. Wale ambao wanataka kuwa wasanii, ukitaka kuingia kwa sanaa, si mchezo ya watoto. Si mchezo ya watoto. Juu Kenya kukua artist si mchezo ya watoi. Kenya ndio ukikuwa celebrity, mtu alisema una apologizea watu hujakosea.
una apologize watu hujakosea. Hiyo ni life yako tu umeishi. Sasa hii tu mimi nimetoka tu hapa hivi nikafeel niaje? GNM wewe ni gospel artist. But unaweza piga ka vodka. Nikishapiga ka vodka kesho utakuja ni apologize niwaambie manzee poleni jana nilikata maji. So hii si mchezo wa watoto. Kitu ya pili bro, kabla art ianze kukulipa lazima uinvest kwa art. Usikuje na mentality ya do ati nataka nitoe ngoma leo kesho imehit kesho naitwa mashow. Bro, kuna wase wamekaa kwa hii game more than 10 years na hata hajaitwa show hata ya thao, but wako tu. So kama wewe ni mtu wa ku give up bro, huwezi enda tu, huwezi fanya ngoma mbili, cause ukumbuke hizi ngoma zote una spend. Ngoma moja tuseme project moja kama wewe ni msanii unaanza the least unaweza spend ni kama 60,000. The least unaweza spend kama 60,000. Unajua ukiwa tuseme ngoma mbili ni 120. Bro, unajua ushago hiyo ni nduthi. Hiyo ni nduthi mzima na tena ya wanga. Uko na senke na umeanza kupiga job. So ukikuja na mentality ya do kwa hii game, bro angalia hizo do, fanya tu kitu kingine. But art si kitu ya kukuja kuingia leo na kesho uanze kuvuna na uomoke. Hii ni shamba ya majani bro. Hii ni shamba ya kahawa. Una invest miaka. Lakini kuna wengine ambao wanasema kuwa kuna shortcut, like unajua nyinyi wa gospel artist labda inachukua muda. Lakini ukichange tu hivi uende kwa genge ama uingie kwa bongo hivyo labda hiyo ni assumption. Tumeona wale ambao labda mlikuwa nao huko wakashift hivi na bro, mimi hakuna mwenye niko naye mwenye alishift, alicross floor sasa hii ni big thing. Bro, mimi wase wote wenye nawajua wenye tulianza nao hakuna hata mmoja amecross mwenye ni big thing. Hakuna. Na unajua kuna wengine ambao labda acha tu nitaje jina. Kuna wengine ambao wakiangalia Bahati wanasema eti Bahati ameomoka tangu aingie huku. Amechange bro. Willy Paul tangu arudi kwa secular ako sawa. Ile kitu yenye iko wanasahau Willy Paul ameenda kama bado ni big star. Si ati alikuwa anaanza akafila na lemewa ndiye akaenda. Willy Paul akivuka flow bro, ule alikuwa award winning. Alikuwa award winner. Amewin Groove Award kadhaa. Bahati ni Groove Award winner bro. Sasa wamevuka huko hivyo, ni venye walichoka tu kuvaa mask. Una get? Walichoka tu kuvaa tu mask ati kuambia gawase si tumesave. Wakasema hii kitu acha tu tuifanye tu live tu kila mtu ajue. Unaona? Of which ni good thing. Eti walichoka kuvaa mask. Of which ni good thing. Wacha tu unajua cheki. Hakunaga ati wewe ni lukewarm. Hii world there are only two kingdoms. Na kunanga no man's land. There are only two kingdoms. Is either uko kwa darkness ama uko kwa kingdom ya God. So huwezi tembelea yellow line hata kwa tuseme you are driving. Huwezi kanyaga yellow line. You are either on the left or on the right side. Ukikimbilia kwa yellow line you know what will happen. So these guys walikuwa wanajaribu kukimbilia yellow line, wakaona they are risking a lot of lives, their lives and other lives. So they just decided to shift. Lakini acha nikuulize. Sasa hizi niseme mimi ni secular artist. Unaona? On your side. Si talent ni talent tu hata kama ni secular ama gospel. Kitu moja nataka nikushow bro. Unacheki Devo. Devo apeanangi talent. Satan don't give men talent. God is the one who gives men talent. Now what the devil does, anachukuanga the talented man. Unaona? Then anamtumia for his own agenda. You understand? Nakuelewa. Ndio muambie wase. Hata Illuminati wachukuagi kila mtu bro. Wewe unafikiria kama Illuminati ingekuanga a source of money ama wealth? Wewe unafikiria hii Kenya tungekuwa na slums? Tungekuwa na ghetto hii Kenya kama Illuminati ingekuwa inachukuanga everybody. Ile kitu yenye shetani. Yaani unataka kuniambia hata mimi siwezi ingia tu Illuminati eti bro, nataka kwa who are you commanding?
How many people can you convince to do something? Sahi weke hashtag. Weke hashtag sahi. Hashtag don't eat red meat. Na by the end of today, uone butchers zimeanza kucollapse. You don't have that. I don't have. Yet you're going there. But for now you don't have. So devo pia nakungojanga you become a big thing. You understand? Yeah. Na ndio maana fashion inakontroliwa na wasewa Illuminati. They can command you. Hizi ragged wase wanapiga leo ni kwa sababu waliona someone influential somewhere amepiga. Yeah. Una get? Kusag. Kusag. Someone somewhere alianza. Sasa hivi wameanza kutembea na maboxer. Very soon utakuwa tukutanaga na mavijana huko mtaani na maboxer. So talent devo apeanangi talent. God ndiye anapea wase talent, but now kitu shetani anafanyaga. Shetani anakuja anachukua talented man, anamtumia kumove his agendas. Kumbuka mimi naambiaga wase kitu moja. Unaona every generation inakuwa na kitu inaitwa redemption talent. Una get? Ukisoma Biblia kulikuwa na mdemo alikuwa anaitwa Esther. Yeah, Esther. Yes. Esther, ukisoma hiyo story utapata kuna jamaa alikuwa anaitwa Haman. Haman was very wicked. Na alikuwa anataka kuwipe out hiyo familia ya kina Esther, kina Mordecai. Una get? The only thing that saved Esther and his generation ilikuwa ni beauty. Ilikuwa ni beauty, bro. And unaona hii generation yetu? Yeah. This generation. The redemption talent of this generation is music. Especially the black man. Bro, angalia design yenye Afrika. Any black man anafanya music. Awe wapi, awe majuu, awe wapi. Bro, you cannot compare that. Chukua tu song, upatie mzungu afanyie song, alafu ichukue hiyo song, patie Mwafrika. Yes, patie Mwafrika apige cover. So redemption talent of every generation. Hii yetu ni music. So mambo ya kusema sijui ati sijui kuna muziki ya shetani nini. Kumbuka shetani ndiye alikuanga the music director heaven. Na kuelewa. Unaona? So wale ambao wanasema kuwa labda ukiwa kwa secular una salvation, hiyo ni kama umepotea. Unajua secular inamaanisha nini? Without God. Yes. Secular means without God. Sure. Like, okay. Ndio maana tuko na gospel na secular. You understand? Na a secular artist, bro. Hata afanye song spiritual aje. Yezi chezo kwa church. Yeah, it is true, yeah. It's very spiritual. But yezi chezo kwa church. Ushaisikia Storm is Over ikipigwa kama worship kwa church. But hiyo song wewe mwenyewe ukisikiza si inashinda ya gospel artist wengine. Do you know why? No. God said, the Bible says that let everything that has breath praise the Lord. So any person who is in the secular world and is not saved is just a thing that has life. He is praising God. But now if you are born again, kama wewe ni secular artist, wewe ni worshiper. You understand? Wewe ni worshiper. So wewe song yako iko na power. Inaweza change situations, bro. Because music is not just music. Music is spirit. So inamaanisha kuwa we should be ashamed of saying that, oh, mimi naitwa Omari, secular artist. You see, it is secular without God. Guy, hadi nikashikwa na baridi. It's true, bro. It's true. You know, let me tell you, some of the things we do for lack of knowledge. And the Bible says that my people perish for lack of knowledge. Mtu alisema, the Bible says the truth will set you free. But you know, bro, that truth will never set you free.
Kuna mwingine hapa anaitwa Village Boy anasema salimie mtumishi wa Mungu. Amen. Nimesalimika sana bro. Sounds anasema keep up the good work. Glenn Sounds. Thank you so much. Tuko hapa na GNM the Priest. GNM the Priest is one of the gospel artists that we have in this country. Yes. And anatuambia machache, at least hata mimi pia ameniweka kwa light. Ananiambia we bro, acha nikuambie secular means without God. Na saa zingine unajua naenda tu mahali niko comfortable kusema kuwa I'm Omari Nash, secular. I'm a secular artist. Hadi nikaogopa. Unakumbuka, acha nikurudishe nyuma tukienda campaign. Kuna kitu moja na pia ilichangia ikakost baba. Wakati alisimama akasema Kenya is a secular world. During the campaigns, the church rose against him. Unaget? Because how can you declare Kenya is a nation without God? Na Kenya bro tuko mpaka kwa Biblia. Bro, we've been named for Biblia. If you read the book of Isaiah. Akina Obama is not coincidence ati wana rule maju. Soma Isaiah. Si coincidence bro. Iliandikwa. Iko kwa Biblia. A land below the it's called how? Inaitwaje? Egypt. Not Egypt, Ethiopia. Inaitwa, there is a name Ethiopia ilikuwa inaitwa before. Inasema a land that is below Ethiopia. Which land is that? Kenya. Will be sending how do you call them? Inanitoka nimekawia bila quote hiyo scripture. Inasema itakwenda tumawase overseas as ambassadors. Unaget? Na usishtuke ukipata Kenya inakuanga center of attraction of every country. Yeah. Bro, wase wana Rwanda karibu, not Rwanda, Congo, like daily. No one cares. But when 2007, when we rose against each other, the whole world came. Kenya cannot be destroyed, bro. Kenya cannot be destroyed. So, you cannot declare Kenya a secular nation. Michael Obiero hiyo ni kali Omari. Watching Junior Camus Ward Nyarongo. Then Evangelist anatusalimu, good lunch. Evangelist, karibu sana. We have your fellow evangelist here, and is really giving me some of the words that I was not aware that exist. Yes. But from his words, actually I can connect and say it's true. So, bro, when you say I am a gospel artist, hata Mungu anacheka. God ana smile. Unajua God alisema let us make man in our own image. Alafu akatuma Jesus akuja tuokoe. So akishatuokoa bado unasimama unaambia watu I am an artist without God. Sasa nauliza ule msee pia ulimkufia ama ni watumishi wangu hajafanya shughuli huko hivyo vile nafaa? Evangelist anasema mimi umenitupa azi. Bado nilikupea hadi namba wendo haujanipigia. Tuko hapa na Mr. GNM. Mr. GNM, are you married or you are still mingling around too? No, you are still looking for your partner, the right partner. What wanasema eti I'm not single, I'm just still looking for the right partner that God will give. Bro, God don't give you else. It's the scripture. God apeani mabibi. Lamek karibu sana. CEO is right in. Thank you so much. But you people don't share the life. Bibi wa mwisho God kupatia mwanaume ni Eve. Na after things went the way they went, God akakuja kuhold Adam accountable. Unajua Adam alirudishia God ngori. Akamwambia ni aje? Nimekula hiyo matunda sababu ya mwanamke ulinipea.
So since then God do not give. Anasema he who finds. Finding is upon you, bro. He who finds. He who finds a wife. So tafuta peke yako Hadi upate. Wewe ndio unatafuta, then ukishatafuta unasema he who finds a wife finds a good thing. A good thing and obtains favor. So ukishapata bibi, unapata kitu kizuri. What is the good thing? What is the good thing? Gospel. No. The word of God. No. No. What's that? The good thing is the marriage. Or the marriage. Yes. Once you found the wife, then you found the marriage. Si unaona ndo maana huwa nataka watu kama hawa tunakuja live. Hata mimi huwa nasema he who finds a wife finds a good thing. But leo umeni challenge. What is a good thing? Yes. So mimi huwa nasema labda the word of God. No. Kama on the marriage. Hiyo inakata cross either you are saved or not saved. Bora umepata bibi. So kitu yenye unapata now, once you found a wife, you now find the marriage. Then from there you obtain favor from God. That's why before mi uliniuliza swali, wacha kwanza nijibu hiyo swali before tuendelee tutoke hapa. Sione ni kama naepa. I'm a married man and I'm a father. Congratulations. Yes, I'm a married man to one wife and I'm a father. And Congratulations. So I'm becoming a father again. Yes. So before I got married, kwangu nilikuanga tukimalizana na Omari na kushoniaje, Omari naenda kejani. You understand? Naenda kejani. But I no longer use that word. Tangu nioe. Tukimalizana mimi kushoniaje, naenda home. Because wives are the one who makes home. But wewe hata kama uko 50 years bro, unaishi kwa mansion, unaishi kwa keja. Wanaanza kucheka. And what is this favor from God? Favor from God. Bro, everything that you lay your hands to do, they just prosper. Ukiwa na bibi because kuna maombi zingine bro, God unajua wanawake unakuaga tu na ka soft spot before God. Hiyo machozi yao bro. Kuna vile wewe unaweza ambia God, manze God mimi jo niaje. Alafu na kaivu unaona God ni kama akusikii. Alafu unasema wacha nipige shughuli vile mimi najua. But mama utapiga hivyo ukitoka, anarudi kwa nyumba anaambia God, the man has gone. Ametoka nje. Yes. Please don't make him come back empty-handed. Whatever that he has gone to look, please make him find. Unaona? So she's praying on your behalf. Yes. She's interceding. Na ukipata wale ambao kwa sababu si eti kila utapata wote wameokoka. Wote wameokoka. Utapata kuwa kuna mwingine ambaye hizo vitu za siji Mungu bla bla Ndio naona bro. Wanaume wanaisha. Men are committing suicide. Because there's no peace in the house. Let me tell you one thing. Yeah. Unaona ukipita place, ukipita tu mtaa, upate gari zimepakiwa hapo nje ya klabu. Alafu kiingia kwa hizo bar, unapata wasee wameprom. Nataka tu nifanyie tu favor moja, siku moja ingia tu kwa klabu. Kuingia kwa klabu si mbaya bro. Naam. Hata wewe pia wewe unaingia? Mimi naingia. Kwa club? Mimi naingia. Naingia tu, najaribu kufanya research yangu. Ukiingia kwa hiyo club utapata kuna wasee wenyewe wanalewa. Au ni walevi. Na utapata tu kuna msee amechukua meza yake, amekelea bia moja kwa meza na glass. Amemwaga hiyo bia kwa glass, alafu amekaa hapo hivyo. Haigusi. Amekaa tu hivi. Maybe anasikiza rumba ama anaangalia tu around. Unaona? Anaangalia tu around. Si ati huyu msee ni mlevi. Ni juu kwa nyumba hakuna amani bro.
Unaona? So what he's doing is just buying time. Afike kwa nyumba apate watu walilala. At least I have some moment za kurest. Una get? Apate some moment za kurest at least. But hiyo pombe ataiacha tu hapo hivyo, hata atalipa ambie wait and aje keep change. Because huwezi enda tu kwa bar ukae tu hivi ama kwa club ukae tu. You must buy something. So yeye ataenda tu apaki gari yake pale, ashuke ama kwambie ni aje akona best yake ukatamaji. Ni aje asitupatane mahali fulani. Wewe ukuje. He'll just buy for you. Then unajua the more unalewa, the more unampigia story, anasahau some things. Unamuentertain. Yes. Ni kwa sababu shida iko kwa nyumba, bro. If you marry a wrong woman, you die early. You die early. Because depression, you wa wanaume haraka kushinda wanawake. Yes. Unajua ni kwa nini? Men hawaongei. So it will be internal. Inakukula tu ndani pole kama cancer. Eventually unakuja unafanya kitu tunashindagwa. Si mse tumekuwa naye jana. Omari tumekuwa naye kwa interview. Naye jana. Hakukuwa na car disturbed. But men are good actors. Because men will act that they are okay. But women, they cannot act. Saa hiyo unakosana na bibi yako anatoa simu. Hakuna mtu wa kumwaga stress huko hivyo. Imagine amenifanyia hivi. But mimi bro hata tukipigana kwa nyumba. Alafu mgeni aingie bro. Hata huwezi sema hapa ndani watu wanapigananga. Lakini hao wanafura. Yaani ukiingia tu utasema tu utajua hapa kuna shida. So marriage ni kitu ya maana. Yeah. But if you marry wrong, you die early. Mr. GNM kwa all the social media platforms, anajiita Mr. GNM the priest on all the social media platforms. Ukiwa hapo, what you can do, just go there, follow Mr. GNM. Then you can also go and check some of the songs that he has done. Yes. How many songs have you? So far niko na ngoma 6. Ziko nje. Na couple of projects ziko studio bado, we are working on them. Okay. Yes. Ushatoa video? Siku hizi nasikia au ma TV stations ukienda wanakuuliza umetoa video. Niko na video kadhaa. Niko na video 4. Oh. Yes. Congratulations. So when ukienda online, ukienda YouTube, you check my songs. Yeah. Kuna amazing songs pale. Yeah. Just listen to them. GNM, Mr. GNM. The priest. Hata kwa YouTube ni Mr. GNM. The priest. Yes. Right. Now kwa wale ambao wako hapa tuko kwa celebrity gossip, na unajua hao ma celebs si rahisi, hawezi wapata tu hivi. Ndio maana huwa every Wednesday tunakuja na celebs. Sasa tuko hapa kwa celebrity gossip, tuna gossip. Ukisikia vile tulianza, tulikuwa tunaongelea wale ambao wametoka kwa gospel wakaingia secular, na umesikia vile amesema kuwa secular means without God. So from today I'm not a secular artist, I'm just an artist. Hiyo secular nitatoa, nibaki artist. Yes. Sio secular artist anymore. Yes. Let me tell you, acha nikwambie kitu moja. Unaona, you can be just an artist. You can do love songs. Love songs are not evil. Yeah. But you should not declare yourself to be a secular. You are declaring yourself to be a man without God. But you can be an artist. You can do inspirational songs. Yeah. You can do love songs. You understand? Yeah. Love songs. Unajua King Solomon? Namfahamu vyema. King Solomon ni mtoto wa baba, ni mtoto wa King David. Unaget? King David ndiye ameandika the book of Psalms. Bro, book of Psalms ni rap. Muambie wase King David alikuwa rapper. Enda soma hiyo kitabu bro, uone venye zimeandikwa. Enda soma hiyo kitabu uone venye zimepangwa, words venye zimepangwa, vina vya kati na vya mwisho. Muambie watu King David alikuwa rapper. Na King Solomon, yeye alikuwa tu msanii wa R&B. Si ndiye ameandika Song of Solomon. Naam. Enda soma kama hujui kukatia dem, bro, enda soma kitabu ya King Solomon, unapata mistari pale.
Wale ambao wako hapo, we want to take this opportunity to really thank you, and I'm telling you that I'm called Omari Nash. I always have my shows on every Wednesday and on Saturday. Na vile GNM alikuwa anasema everything must have a starting point, but inafika mahali hadi inajipush tu peke yake. Saa hizi ni sisi ndio bado tunaipush, but itafika mahali inajipush. Sure. So wewe kama artist, what are some of the programs that maybe you would like to tell our government? Kwa sababu nasikia wale ambao wako nje wanasema hapa Kenya, hata wewe vile ulianza, unajua hapa Kenya so ni zile ni vitu gani nyinyi kama labda wasanii mna miss, of which labda mkisikia majuu ama mkienda majuu mnapata ziko huko? Kitu moja mimi naweza sema program zenye government inaweza zingatia, let us value our own. Wacha tu value artist. Na get. Wacha at least kukuwe na law yenye ina push, at least kukuwe na larger percentage yenye ina air local content. Cause bro, enda nchi zingine. Unajua ukikuja mali kama Kenya, ndio place msanii akitaka kufanya video ana haya gari. Ukienda Nigeria, unaona hizo gari unaonanga kwa video, bro ni za ama vijana. Because the government in our support. You understand? In our support. Kitu ya pili, unaona hizi ma unit zenye zimemekiwa kama MCSK. Wacha zilipe wasanii. Wacha hii mambo ya kupatia watu 2050 bob. Waachane na hiyo mambo. Bro, hao watu wanasanya do. Mimi ngoma yangu ikichezwa kwa TV, nikienda hapo kama GNM, hawezi nipea do. Because the law does not stipulate that. So they collect royalties on our behalf. Wanaenda kwa radio station, wanaenda kwa TV station, wanaenda kwa maclub, wanaenda kwa matatu. Bro, hizo do zote ni 2,000. Azi. Gava ikamtuna clear way yenye ita streamline hizo organs, msanii apate ile kitu yenye ni yake. Wasanii wana work hard. Na art is just a job like any other job. Unaona tukienda studio, si tuko kwa ofisi. Hiyo ndio ofisi yetu. Venye tu members of parliament wameenda bunge. Unaona hakuna mtu amewadharau. So wacha art isikue for the few. Ati lazima uko unajua mtu ndio una get. Lazima kuwe na connection. Alafu kukiwa na hizi public events. Wacha kutuletea hapa hivi akina Bilia Bell. Wacha kutuletea kina Diamond, Harmonize. Wacha kutuletea kina Harmonize. Wao washaiona Otile ameitwa Tanzania, ameenda kwa public event ya Tanzania ama Uganda. Mbona hizo vitu zinafanyika huko Kenya? So government please, najua wana watch. Let us consider the Kenyan artist. Tukiwa na public event, let's use our own artists. Yes. Wacha tuwa promote. Hakuna venye mtakuwa mnatuchocha kwa campaign. Campaign zikiisha mnaleta kina Diamond. Bro, it's very bad. It's very bad. Yes. Alright. So mmesikia vile ameongea, labda kama uko na swali unataka kuuliza GNM, unataka labda akwambie chenye labda haukuelewa, na kwambia ndo wakati unaweza muuliza, kwa sababu ako hapa na haezi hepa, akiwa kwa kamera haezi hepa. Na unajua nilifurahi sana wakati nilikuwa nilimuuliza kabla nikuje kwa kamera, bro, kuna zile ambazo labda hutaki nikuulize nikiwa kwa tukiwa kwa kamera. Akaniambia unajua hizo vitu ambazo labda unaficha ndo dhambi. Sure, ni kweli. Ile kitu hutaki kuona watu. Bro, kama naambia watu hivi, kama unasikia kutoa shati mbele ya watu ni aibu, fua vest. Make sure ni safi. Ndio akisema wanaume toeni mashati, mtatoa yako tu vizuri, kwa sababu unajua vest ni safi. Sasa hiyo ndio salvation sasa. Kama hutaki hiyo kitu ya ndani ionekane, hiyo ndio dhambi. Ioshe.
All right, tukimalizia, do you have maybe any other thing to add to advise our upcoming artists, or any other thing maybe that you're remaining with, and at least you give a vote of thanks to all our fans that will keep on watching this? You know, what I love with social media is that this video will be here. Sure. This video will be here. Tukifanya mistake, it will be here. Najua hata wajukuu watakuwa wanaiwatch, wanasema hebu kama nsima grandi alimeza kitu kama hiyo. So I really love the social media. Ndio maana nakwambia, labda kama unaweza chukua fursa hii uongee na wale ambao walikuwa wanatuwatch, na labda kitu ambayo labda umebaki nayo ungependa kuongeza. Sure, kitu nzambia watu ni trust in God. Trust in God. Na hii kitu mnasema sana sana wale ambao hawajaomoka. Nakumbuka bahati akisema eti aliambiwa eti ni nini hasa unaweza sema? Chenye naweza sema. Sitasahau. Sitaacha sagodi. Niliona hiyo clip juzi, nilicheka vibaya. Ndio maana Biblia imesema by your word you shall be condemned, and by the same by your words you shall be condemned, and by the same you shall be justified. So I'm very cautious when I make my statements. Okay. And that's why hata muziki, I don't just do any music. If I do a collab, I don't just work with anybody. Because one day my sons will see this. It is true. And they will see the people that I've worked with, and they will start following those people. So if he's a secular artist, na niame imbageuka ni kubeng, my son atashindwa dadi. Wewe hapa hivi umesema God ni mwaminifu, alafu msee huku hivi amekuja kusema geuka ni kubeng. Hizi ni gani tena? Atataka kujua anaweza kosa kukua fan wangu, but akwe fan ule jamaa. So I'm very cautious on this, but me like tunaambiaga watu trust God. God has never disappointed. Yeah. And will not start with you. You understand? Haizianza na wewe. Na kitu kingine, hakuna kitu inapatanga God by surprise. He creates the end from the beginning. You understand? That's why anasema before you were formed in your mother's womb, I knew you. And I set you aside and sanctified you and made you a prophet. So you are not a prophet. Sasa vile tuna struggle hivi, bro, God ashajua kesho. That's why mimi nasemaga the person that you should respect most is not the person that has made it in life. It's the person that is still struggling. Because the one who has made it in life already ashakuonesha yeye ni nani. Unaget? Ashakuonesha yeye ni nani. But the one who is struggling today, bro, you don't know. Yeah. You don't know. Unaget? You don't know this person atakwaje. Nilikuwa nasikiza story ya Calligraph akisema before akuwe big thing, alikuanga bouncer kwa klabu. Na akiwa bouncer kwa hiyo klabu, bado alikuanga tu ni artist wa chini. Kulikuanga kuna organize event kwa hiyo klabu. Alikuwa anaenda naambia asema organize ni aje. Hata mko msanii si chance hata mimi nifanye hii kitu. Naambia tulia, wewe unaimbaga nini? Rudi kwa gate. Kaa huko hivyo, ngoja watu wanaleta fujo. Una get? And by then alikuwa anatakanga kuifanya bure cause ni passion. Unaona leo that club cannot afford Calligraph. The former bonds. Yes. Were hiyo club. They cannot afford him. They cannot afford their former bonds. Yes. So you see, ule mtu mwenye ana struggle leo, haujui kesho atakuwa nini. Aduda karibu. Unaona? So God ajai disappoint. Mtu anasema before you were formed in your mother's womb, I knew you. Yeah. Unaona? So you are not a product of your father. Bro, you are not a product of your father. Your father is just a custodian. You are a product of God. You understand? Nakwelewa. And everything that you will become, God alishapanga. God alishapanga. Yeah. Na ile kitu God amefanyaga, amefanyanga destiny. Unajua destiny
It's a very precious thing. Na ndio kitu yenye shetani anafanyaga, you iba tu destiny ya msee. You kunyang'anya tu destiny yako. No. Una get? So, God anajua destiny is very precious and that is what defines you. Ameificha. Bro, ushaiona title deed yenu ya shamba yenu? No. Lakini si mko nayo? Mbona mzee ameificha? It's precious. That is now, hiyo ndo kila kitu kwenu. So the same way na with your destiny. Kwa nini unaniuliza tu chenye? Yaani unajua haki ndo unajua ndo nafika au unasema kai haki sijawahi iona. Yes. I don't know how it's looking like, because but it's there. Very precious. You cannot wezi hang pale kama picha ti ndio watu wakikuja kwenu waone asa wako na shamba eka 50. Check it title deed yao. Bro, shamba inaonekananga ndio ile, but hiyo kitu wezi ona. The same thing. Wewe tena kuja nyumbani, I have to see that title deed this time. When umeniuliza ukweli bwana, and can you imagine I'm the first born na sijawahi ona hiyo kitu? Yes, you cannot until when the right time will come. Ndio atakwambia now my son, come sit here. Hata Jesus Jesus akizaliwa Jesus akizaliwa akiwa anacheza hapo na wenzake, akiwa anaenda na Joseph kwa workshop, hakuna siku God aliongea. Read your Bible. Ni ukweli. You don't give responsibilities to a baby. You give responsibilities to a son. Wakati Jesus become of age, akiwa anabatizwa pale, ndio God aliongea for the first time. That is true. Unaona? Why? Because he had now become a son. He's now mature. Ndio sasa God anampatia responsibility. Kutoka hapo after kubatizwa, Jesus alienda straight to the wilderness. It is the same thing with our destiny. God may hide mahali. Because, bro, anataka umachue kwa life. Umachue. Na hizi hardship unapitia, ndio sasa zinakushape. Ndio when eventually utafika hapo, you will know the process when you umepitia. You will know the price that you paid for you to be what you are. You get? But ungekuwa tunaiachieve rahisi, atunazaliwa leo, unamaliza shule, then you become what God created you for. Ama unazaliwa unaambiwa eti this is called celebrity gossip. We just tell them if there is something wrong, or maybe if there is something good, here we speak it. I'm called MC Omari, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Yeah, tulienda tu break kidogo na tumerudi. So tuko kwa ahamu ya mwisho ama inaitwaje? Lala salama. Lala salama. Alright, so those people that are still watching, we want to take this chance to really thank you, and we are telling you that it's still celebrity gossip. Tulienda kwa break kidogo. Can we call it commercial break? You can call it that way. Commercial break? Yes. Okay, after the commercial break now, we are resuming officially with the still Mr. GNM mwenyewe. Yes. And I have also to remember that I've been hosted by OJ Studios. OJ Studios is in Umoja 3. So kama we ni msanii labda unataka kutoa ngoma secular or gospel, you tuseme tu a song. Yes. Kuja OJ Studios. I hope maybe number iko hapo chini, unaweza contact the Jawaya Uthure engineer mwenyewe. So Mr. GNM. Yes. Bado tuko hapa na naona mwingine ashafika. Yes. From break ako pale. Yes. So ulikuwa unatuambia kitu ndo tukaenda break. Tunaongea mambo ya destiny. Prize ulisema vizuri kuwa destiny is one of the precious thing so far that is hidden by God. Yes. Yeah. That's why
unapata every person who has made it in life, he has a story to tell. He has a story. Unaona? Na that story is the price he has paid. All right. For him to be there. You go through the people you meet. Fike pali God anataka ufike. Yeah. Inakuwa gani plani ya God? Una get? Yeah. God ndiye ana make it possible wewe kumita wase. Exactly. Wanaitwanga destiny connectors. Unajua mtu mwenye anajua mtu mahali mwenye anajua mtu. Unaona? Iko hivyo. God ndiye ana make sure at a particular time you will meet this person that knows the other person that will connect to the other person. You understand? Woni agena karibu sana. Unaona? So they are called destiny connectors. Destiny connectors. So ni mpango ya Mungu. Ni God. I told you when we started this conversation, I told you he creates the end from the beginning. Understand? Yani if your life is a movie, then God has the blueprint of the script. And he has chosen the characters to play in your movie. Unaget, when you're starring, kuna ma characters. Nando kuna mabeste wako, when you are friends at some particular time, today you are no longer friends. Because role yao ilisha kwa life yako. Ni kama tu kwa movie role yako ikiisha unakufa. So in real life, they don't die. Something just mnaachana tu. Mna disagree ama mnapataga, mnapigiana simu mara moja kwa wiki. Nini naenda hivyo mpaka siku moja mtu anakuuliza, unakumbukanga fulani. Yani alikuwa best yako lakini lazima urefresh. Fulani because it's been a while. Mpaka umemsahau because role yenye alikuwa play kwa life yako iliisha. So God anamweka aside. So unasema kuwa we should not feel bad like labda umepush jamaa alafu akifika mahali amechange. Bro, usifeel mbaya. Hiyo inamaanisha kuwa ulieko tu hapo upush role fulani alafu utoke. Yes. Na hiyo role ikishaisha, that character becomes irrelevant in your story or in your movie. So badala ya kujaza cast, unapunguza wengine ndio pia movie iende haraka. Una get? Na every person in your life, bro, is important regardless of the role they play. Hata wale wenye wanakubetray. They are very important. Wamewekwa hapo. They are very important. Kama Judas ange betray Jesus, bro, tungekuwa na wokovu. Jeffrey Media, karibu sana. Kama wale makarao awangesulubisha, wangesema mseni mu innocent, mimi siwezi mpiga. Bro, hatungekuwa na wokovu. Because Jesus had to be betrayed and he had to die. And not just a normal death. Jesus hakuwa kufa accident. Alikuwa asulubiwa kwa cross. Una get? And it was not the death. It was not the death, but the sacrifice. You understand? So everyone in your life is very important. Very important. There is just a role. Including wale ambao wanakubetray. Because there is some character, God anataka toe ndani yako. There is some bitterness in you. There is some anger in you. Lazima ukifika in your destiny, ujue kudeal na wase. You'll never know how to deal with people who betray you if you never encountered them on the way. You should meet them when you still have nothing. Yes. Kwa sababu ukiwa na do, budo utawaua. Niaje? Hebu nipangie kikosi, kuna mse kuna venye ananijaribu. Anataka kujiamini nani. Unamuondoa. Hata nijua. Unamuondoa. So but kwa sababu amekubetray mapema. Unasemanga tu ni sawa tu. Jesus alikuwa anajua. Unajua Jesus? Let me tell you. Every scripture, when you read every scripture in the Bible, you must see Jesus. Wonyagina is reminding us that he's watching from Kilifi. Wow. We had already recognized you, Wonyagina, so just share. We see you. Thank you so much for tuning in. So, Jesus, you know, Jesus was God. Not he's still God. Yeah. Jesus is God. And even
time that he was here with his disciples, alikuwa anajua character ya watu wote, but alikuwa anajua kwa nini alikuwa, si yeye mwenyewe alikuwa anawachagua. Na alikuwa anajua role yenye Peter ataplay, role yenye Timothy nani anaitwangaje, Thomas ataplay. Alikuwa anajua ya Judas, alikuwa anajua ya kina John, alikuwa anajua character yao wase wote. Hata hiyo siku wakikula aliwaambia, na hapa hivi kuna msee mmoja na akinipeana wote wakasema ni mimi mmoja wenu. Hata Judas mwenyewe hakuwa anajua ni yeye atabetray Jesus. By that time hakuwa anajua until ile time sasa alishapeana Jesus, ndio sasa akakumbuka kwani ilikuwa ni mimi. Alienda kajihang sababu ya guilt. Judas never committed any sin by betraying Jesus. The only sin Judas committed ni kujihang, because hiyo kitu yote ilikuwa scripted. Prophet Isaiah alikuwa ashasema, Prophet Isaiah alikuwa ashasema, but guilt is very bad. Na ndio maana God sisi anatutoleanga guilt. Unaona? Anatutoleanga guilt ile ya kusemaga manze mimi nimesini. Devil anakujanga kukukumbusha, unakumbuka kale kademu. Unakumbuka kale kademu kako. Unamwambia rudi nyuma yangu devil. Hizo ni times zenye nilikuanga sijajua wokovu. Unaona? Kitu shetani anakuleteanga ni guilt. Akisha accomplish agenda yake anakuletea guilt. Sasa hiyo guilt ndio wewe inakukulage na kudestroy. Una get? Inakudestroy. So unapata Judas ya kufanya makosa yote. Yeye alikuwa ni betrayal. So okay. Unaweza sema kuwa alikufa tu juu ya guilt. Yeye guilt. Shetani alikuja akamwambia si role yake ilikuwa ishaisha. Role yake ilikuwa ishaisha. So kitu alifanya makosa tu yenye Judas alifanya ni kujihang. Cause wacha nikushow. Bro, ukijiua hakuna heaven unaenda. Hata kama wewe ni bishop, hata kama wewe ni pope. Why na saa zingine ni mashida, kuna shida, so unasema badala ni hiyo shida ni price unalipa. Ndio nimekuambia you will never know that God is a healer, or you will never recognize God as a healer if you've never been sick. Exactly. Naona. So lazima ufike hiyo point yenye unasema God ni wewe. Madaktari wameshindwa. Wamejaribu wameshindwa. Sasa ni wewe. Hapo ndio God ana come through. Dr. Dika shaingia na kizungu kubwa. Anasema incredible. Lakini hao watu na kizungu. Eti incredible. Alafu uone gina nilisha gotea. Kuna mwingine hapa watu wako wengi hapa. Najua nitasoma vile mnaingia. So GNM. Yes sir. Hii kazi yenu ya Injili. Seme saizi ukipata tu sponsor alafu akuambie kuwa labda atakupea kila kitu chenye unataka kwa music, lakini bora tu ushift ama uimbe love song or something. What will you do? Kwa sababu kila mtu anataka aomoke, including me. So upate tu msea aseme kuwa bora tu utoe love song, ataona vile anakufanya. What will be your kila mtu umesema ukweli. Kila mtu anataka kuomoka. But in which way? Hiyo sasa ndio na draw boundary. Unacheki Jesus alisema uta benefit nini after gaining the whole world, then you lose soul yako. We are here to live, but one day we will depart. And remember, the same way you came here is the same way you live. Una get? Man is good, bro. Don't fit it. Soft life ni poa, kila mtu anataka. But how are you acquiring this money? The blessings of God. The Bible says, the blessings of God maketh rich and added no sorrow. Una get? Yeah. Na devil ana kitu, bro.
Devil ana kitu. Hizi vitu zote si ni God aliumba. Si ni alikuwa anasema let there be. Devil umeona ushaisikia kuna mali devil aliumba anything. Sasa atakupatia nini yenye yako nayo? Hana chochote. Ndio nimekuambia hiyo itakuwa ni kunientice. Na kwa nini wale ambao wako kwa Illuminati wako na do? Wale ambao wako kwa Illuminati. Wacha nikwambie ni gift. Nilikwambia nini tukianza? Devil does not give men gifts. The Bible says your gift will usher you in the presence of the great. Nona. So the moment umefika in the presence of the great, ni gift yako imekufikisha hapo hivyo. Unakumbuka Bahati mpaka kiamsha prezo kwa kiti. Hakuwa anamwamsha kama mtoto wa magari. Alikuwa anamwamsha kama star. Wewe enda jaribu hiyo kitu uone. Kama tu unataka uende waambie Uhuru, wewe ni rais wetu, wewe ni mzuri manzi, umetufanyia job, lakini ile design records code wanakushika hapo hivyo. Utaki kwenda kumhamu. Utaki kwenda kumwamsha kwa kiti. Yaani kumwambia tu. Unataka tuende umwambie kwa masikio, wewe ni ule mzee. Napenda kazi yako. Napenda kazi yako. Utafika. But when you have a gift, utaenda. Nao ndio watakuwa anakuambia. Kumbuka Joseph. Joseph alienda kakana Farao hivi. Nakumbukeni foreigner because of the gift. So kitu shetani anafanya atakuentice hizi vitu zote. So unakumbuka wewe si wa kwanza ama mimi sitakuwa wa kwanza. Alitokelezea hadi Jesus akamwambia ni aje cheki vitu zote. Kwanza hako ka movie nikawana sana. Unaona hako ka movie? Ati ni za enzi za Yesu, hizo ma 18th century 16th century. But shetani amevaa suti. Ushaona hako ka movie? Ati shetani amevaa suti. Ama hujai notice kitu fani na hiyo movie? Ati shetani amevaa suti. Amepiga suti manze, Yesu amevaa kanzu. Lucifer. Una get? So shetani alikujianga hata Yesu akamwambia check hizi vitu zote. If only you bow down and worship me. Hizi zote nitakupatia. Unaona? Yeah. So mimi kitu yenye the most precious thing kwangu is my soul. Bro, mimi nataka in any way possible manze nifike heaven. Uende mbinguni. Manze nataka nifike heaven. Alafu heaven. Nikifika heaven, bro nataka nikae karibu na God. Visiting position kamata. Okay. In short unataka ukue kwa VIP. Jo. Nataka nikue hapo kwa VIP. Sitaki nifike heaven, alafu ushaona wasio kienda kuona Ruto status. Kuna wale wenye wanakaaga na hivi. Paka wana mama. Kuna wenye wanakaa ile ni ya nyuma. Unajua kuna wenye wanakaa farthest mpaka wanamuona kwa screen. Lakini wako state house. Si hatu wajaingia state house. So kuna wase wataingia heaven but watakuwa wanaonea God kwa 18. Mimi nataka place yenye naweza ambia God check ule msema. Lakini mimi nitakuwa VIP kwa sababu nitakuwa na stream live. Haina shida. Kwa sababu umesema God moves with generation. I believe tukifika hapo. Hiyo si mbinguni. Mbinguni bro, acha nikwambie kitu moja. Wewe kuambia kitu moja. Mbinguni by the way kuna msee huko. Ni ukweli. Naweza kuhesabia watu wako heaven. Kai. Kuna Yesu. Kuna God mwenyewe. Kuna malaika. Kuna 24 elders. Alafu kuna seraphims. Alafu kuna cherubins. Alafu kuna 4 creatures. Hao ndio watu wako heaven. 4 creatures. Hao 4 creatures hata mimi sijui wanakaaje. Now elders. Wameitwa elders since the beginning of earth. Yes. Wameitangwa to the 24 elders. Hawazeeka. Sijui kama wanazeekanga. Lakini heaven, mtu mwenye alikuwa huku hivi na akaenda heaven ni Jesus peke yake. Lakini akina Elijah, akina Elisha hawako heaven bro. Si walichukuliwa. Hakuenda heaven bro.
hakuenda heaven. When I'm getting more confused. You should not get confused. It is the scripture. So they also have their own place. Bro, we've got 4 places. We've got 4 places. We've got the heaven, and we've got hell. Yeah. Pia hell hakuna mtu. Mtu asikuchoche. Hell hakuna mtu. I need to revive my... Read your Bible, bro. Usisomeagwe na Biblia, usisomeagwe Biblia kwa church. Take time, make your Bible your best friend. There is no... Sasa heaven ndio iko hivyo, void. Hell, not heaven, hell. Hell iko void, haina mtu. Haina mtu hata mmoja hivi. Na kama ushaambiwa na mtu ati watu wako hell, bro alikudanganya. Na alikudanganya jue kiwaka. You understand? Hakuna mtu hell. Heaven tu ndio iko na wase. So there is hell, there is heaven. Then we have paradise. Oh. And we have purgatory. There is hell, there is heaven, there is purgatory, there is paradise. Yes. Wacha nizieke na Kiswahili lema na apate. Then lastly kuna earth. Kuna earth sasa huko pale tuko. So kuna bingu. Huko binguni kuna maserafi, kuna makerubi, kuna wazee 24, kuna 4 creatures, na kuna God, na kuna Yesu. Hao ndio wako heaven. Hell hakuna mtu. Hell hakuna mtu. So wakina Elijah wako paradise. Wako paradise. Na wase wote, any wicked person you've ever thought of or you've ever heard about, ako purgatory. Huko kunaitagwa kuzimu. Huko ndio every evil spirits zinakuwa stocked huko. Every good spirit zinakuwa paradiso. Do you remember the story of Jesus with the 2 guys wakiwa kwa cross? Yeah. Kulikuwa na mmoja arrogant, na kuna mwingine mwenye alikuwa remorseful. Yeah. Huyu mwenye alikuwa remorseful aliambia aje Jesus, sisi tumesulubiwa kwa makosa yetu. Wewe ni innocent na mimi najua wewe ni mtoi wa God. Ukifika kwa mzae usinisahau. Yesu alimwambia, amini usiku wa leo tutakuwa na wewe paradiso. Si mbinguni. Juu hata kama Yesu angemwambia nampeleka mbinguni angekuwa anamdanganya. Tutakuwa na wewe paradiso. Paradiso. Sio mbinguni. Si mbinguni. Paradiso ndio wase wote wamewekwa. Heaven wase wataenda after judgment, bro. Kwani kuna mtu anashikagwa anapelekwa prison kabla hajaenda kotini? Ama ikunaenda gaje? Mimi sijaishikwa. Lazima uende kotini. Si lazima uende kotini. Judge amue wewe uko guilt ama uko innocent. Ama uko innocent. Kama uko innocent rudi home. Na huwezi rudi home kama hujaenda kotini. Na kama uko innocent upelekwe inda. So after judgment ndo sasa shetani ataarestiwa. Hell haikujengwa sababu ya mwanadamu. Mwanadamu ataenda hell sababu ya kichwa ngumu yake. But hell ilijengwa specifically for devil. Na juu devil hataki kuenda peke yake, anataka company. Ndiye anatafuta mamori. Anatafuta mamori, ndiye hataki kwenda kukaa huko akwa lonely. Ndiye anatafuta wase wenye ataenda nao. Na hata wase wenye wako paradise pia watajajiwa. Juu kuna ule mse mwenyewe Omari. We tangu uokoke, uliingia ngevi kwa church. We Sunday unakujanga unakaa. You don't do anything. You are a good Christian. Hizo vitu zote zenye Biblia ina require from you unafanya. Unaona? But hata neighbor wako hujaimwambia God anakupenda. Hata church, hujaingia ukapanga viti. Mr. Priest, yes. If you say hell
nobody is there. Where do Sato stay? Sato ako huku. Devo ako huku bro. Naitwa nani? Doti Adika. Devo ako huku kwa world. Na ndio maana anapiga shughuli huku hivi. Na ndio maana unacheki klabu ni nyingi kushinda church. Juu Devo ako wax, anatafuta wasee. Anatafuta wasee. Kumbuka wakati ali-revolt heaven. God alituma jeshi yake ikilidiwa na amri jeshi mkuu. Not amri jeshi mkuu. Mkuu anaitwaje? Angel Michael. Ndiye anasimamianga vita huko. Kapiga Devo vita mbaya sana. Alafu akatupua huku. Unaona? Akatupwa chini. Kumbuka if you read the book of Job, Biblia inasema and one day the sons of God presented themselves before God. Among them was Satan. Hiyo ndo siku they presented themselves. No, God alikuwa anakutananga na sons wake. Anakutana na wase wake, ni aje ma-update nini. Na cheki huku kumeenda hivi. So siku moja mavijana wamejileta, Devo pia ako ndani. Akamshow, ni aje unatoka? Devo alimwambia nimekuwa tu huku hivi nikizunguka huku na huku. Akamshow, umecheki Job? Umecheki servant wangu Job? Alimuona wapi? Si hell. Huku. Si Job alikuwa anakaa huku. Duniani na. Na God akamuuliza, umeona Job? Akamwambia, ule msemo mwenye anakuogopa kwa sababu umembless. Una get? So Devo you pata hiyo access. Na anaendanga kutuaccuse. So msasa kudanganya shetani kwa hell bro. Bwana unajua umeniongelesha hadi nikasema sijui nitaenda theology ama nitafanyaje. Juu hizi vitu zote unaniambia na si chocha. They are new to me. They are very new. I'm sorry to say this, but they are new. No? Huwa nasoma Biblia, naenda kanisani, nafanya nini, lakini today labda ulitumwa tu ndo nipate baraka kutoka kwako. So najua chenye nitafanya. So kabla tutamatishe, najua mtukaa Doti Adika ushaambiwa ama labda ushapata jibu. So kabla tutamatishe, unajua tulikuwa tunazungumza hivi lakini hukupata fursa ile ya kuzungumza na wafuasi na wale ambao walijitokeza kutupa support. So labda unaweza chukua fursa hii waongeleshe, na wewe pia kama msanii utuambie uongeleshe wale ambao wanakuwa huwa tunawaita upcoming artists. Wao pia wajue kitu kabla tutamatishe, kwa sababu wanajua kuna wengine ambao watawatch na watasema kwa sababu kwa nini kutuongelesha kuhusu bla bla. So take this time. As you know, this Mr. Jenem the priest, I'm a gospel artist from this generation for this generation, and we are here to inspire each other. We are here to talk to each other, and feel free to follow me on my social media platforms. If there's anything maybe haujapata, usiargue na wasee huko hivyo. Kumbuka, we are not here to prove ourselves. We are here to enlighten ourselves. And whatever you know, you might not know, and whatever you know, I might not know until we share. And I always tell people, when great men meet, they don't teach each other, they share. Yes, that's what we've been doing here, and that's what we've been doing with you. Let me appreciate my host. But don't lie with me. I was in your class. But we've been sharing. we've been sharing. Okay. For the glory and honor of God. You know, everything worketh together for good to those who are called according to God's will. And you never know why we had this show today. Actually naitwanga gossip, but today tumegossip Devo sana. Exactly. Leo tumegossip Devo sana. So pia Devo ni celebrity. Pia Devo ni celebrity. So I think anasema Mr. Prince, what I know, Devo was with God, but only power to command ndiyo hana. Only power hana, not that. Anasema eti anajua vizuri kuwa Devo ako na Mungu, ni vile tu hajapewa ile power ya kucommand.
but hakuna Mungu. According to Doti. Hiyo unless anipruvie na scripture. But ile kitu ndamwambia ukitaka kujua devo ako na nguvu. Ukitaka kujua devo ako na nguvu. Endo usome kitabu ya Job. Uone tu vitu zenye alifanyia Job ndio utajua devo ako na nguvu. No, hiyo power ina unasema when Satan presented himself before God. Aliambia God, Job umemzingira sana hadi siwezi mfikia. God akamwambia, nimetoa hiyo age of fire inakuwa nimemzingira. Do everything you want but don't touch his soul. Hapo ndio utajua devil ako na nguvu. So devil ako na nguvu bro. Na ndio maana sisi kama church, hebu imagine hii dunia mzima iko na church ngapi? Imagine hii dunia mzima iko na church ngapi? Ziko nyingi. Ziko united ku fight one person. Satan. Kama Satan angekuwa powerful bro, hatungekuwa tumeunite sisi wote kila siku shetani toka ushindwe. Na saa zingine unasema na bado ana survive. Can you imagine kila mtu tuseme tu a good number kabla walale. Wanambind. Na wakimbind kuna mahali hajakuwa bound. Kuna mahali. So devil, you cannot dispute that devil is not powerful. Devil is powerful. Na kwanza shetani si mchezo wa watoto. Ile ya kusema ati sijui tunakufagia. Bro, shetani si mchezo wa watoto. So devil is powerful, but God is more powerful. God is superior. Yes, God, so that's the best time now. Sisi tunaweza shetani kwa sababu God ametuempower. Unaona? Wakati when Jesus died on the cross, we became sons of God. When God looks at us today, he don't see us, he sees his son. If you read the Bible, we were concluding and again we are starting. I know it's because of Doti. Yes. If you read the Bible, the book of Matthew, the book of St. Luke, St. Mark and John, there's nowhere, I've read those books, there's nowhere Jesus anajitanga son of God. Go read those books. Hizo ndio zinaongea story ya Jesus. Venye alizaliwa zinapeana story yake. Venye alizaliwa akakuja akabatizwa akafanya ministry akasulubiwa akadedi akazikwa akakuwa resurrected akakuwa caught up in heaven. Hakuna mahali Jesus anajiita son of man, anajiita son of God. Jesus anajitanga son of man. Son of man. Yes, he always refers himself to son of man. Son of God ni watu walikuwa wanamuita. Hata kuna how do we call them? Wafarisayo walikuja kumwambia, hivi kweli wewe ni mwana wa Mungu? Aliwaambia, nyinyi ndio mmesema. Si mimi. Nyinyi ndio mmesema. Do you know why Jesus always referred to himself as son of man? Do you know why? No. Jesus referred himself to as son of man, so that sons of men, we, may be called sons of God. And the Bible says in the book of John chapter 1 and verse 12, that to those who believed in him, he gave them power to be called sons. Today I'm a son of God. Initially I was not. Only after salvation. After salvation. Jesus, God, unajua Jesus ni mbegu. Bro, wacha nikuchanganye tena. Nikurudishe Genesis. Abraham amekaa bila mtoi. 75 years. Hakuna. 80 hakuna. 90 hakuna. 99 ndio anapata Isaac. Akishapata Isaac, God anamshow, huyo ndio only son. Huyo ndio only legitimate son. God anamwambia, nitolewe kama sacrifice. Abraham without thinking twice alichukua Isaac akampeleka kwa milima, ready to sacrifice him. Wakati alikuwa karibu kumslay hivi, ndo God alimwambia geuka ucheki pale hivyo,
kuna kondoo. That sheep yenye ilionekana pale ndio Isaac akaitwa kama kafara. That is the significance of Jesus. Suzi Njeri ako ndani, anasema tuko ndani. Najua Suzi leo umefurahia sana. Huwa ananiambia eti Omari huwa atuelewi lakini leo najua ako sawa. Alafu naona Nyasayun pia amefika. Ndo watu najua ndio wanaingia. So tuko hapa na anasema nimefika. Nyasayun anasema nimefika. Karibu sana Nyasayun. So leo tuko na Mr. GNM. Mr. GNM ni gospel artist, so naweza muita evangelist. Yes. Evangelist. Suzi anasema eti haki leo naelewa. Thank you so much. Na Suzi Njeri, najua we pia uko ndani. Panga tu chape story kidogo wakujue kuwa we pia ni msanii. Yes. Na ni msanii wa gospel. Wow. Leo nimeambiwa kuwa secular it's not good, so I'm just an artist. Nimetoa hiyo secular. Na wale ambao wameingia sasa hivi akisamahani, mmepata tuka tunamaliza, tuko kwa ahamu ya mwisho. Nimejaribu. Suzi anasema ati we can do a collab. Right. Okay, no problem ako hapa. So ndo maana tumekuja, at least tunaweza ona chenye tunafanya. Yes. Unaona? Yes. Connection matters a lot. Yes. So your last word kabla to disconnect everything. Yes. Let me send my words of thanks to you, to me, for hosting me. Welcome. MC Nana. You are a great inspiration, bro. And let me tell you, not everyone does what you do. Bro, hizi platform watu wanauza. Yes. But I know whichever way you are doing it, hata wewe, without knowing, you've been sent for this generation. You are for this generation. So let me appreciate you so much. If it were not for you, atungefikia watu wengine hapa. Naona it's like I'll organize another session kwa sababu it's when questions are coming. Wow. Can you tell us how God wants us? Because I have experience. Okay, we'll come for another day. We'll organize maybe the Super Sato. Yes. The Super Sato we shall organize, or Holy Sunday. Yeah. I'll organize for you a Holy Sunday so that wale ambao wako ngambo, wako nje, unajua kama Nyar Sayun, yes, ako ngambo, Doti Adika, yes, au ambao unaona, so saa zingine unajua pia inaweza timings zinapitana. Yeah, inaweza kuwa poa. Mimi nitafollow, ndio nimeamka. Naenda job. Okay, sawa. Suzi anasema round 2. No. No problem, itakuwa. Yes, so ulikuwa unasema I was just appreciating for hosting me. Yeah. And I was telling you, hata wewe ni God sent for this generation. Though platform is it's still very small, but we hope that it will grow. The Bible says, never despise the humble beginnings. Because anything great started small. Okay. Yes, anything great started small. And it's through this that they will know there is a God who lives. One day when you become, when this will become a TV station, Amina, you will know the things that we've said today, that there is a God of process and God who elevates. You understand? So thank you so much for your good work in the studio, OJ Studios. OJ Studio. Manze, thanks manze. This guy is doing amazing work. Soon hata mimi nakuja hapa hivi nipigie track moja ya Ohangla. Kuna tafute mtu mmoja aniandikie mistari ya Ohangla. Wanasema we should praise God in African way. Exactly. Yes. So I believe it's high time manze we praise God in a Ohangla way. By the way, umeona Ohangla ya Guardian Angel? Guardian Angel amefanya Ohangla moja hatari sana. Hatari sana. Yes. Hatari sana. So, and you know me, by the way, Guardian Angel is mine.
Oh, liet kapas. Yes. Hiyo. Oh, liet kapas najua. So we must praise God in Doti Africa. anasema eti I like you because uko mature sana. Wow. Thanks, you make my day today. Wow. Oh, you mean it's also a blessing to someone? Amen. Sure. Oh, yeah, I see from the comment, huh? Okay. You know, you'll never know who you are until someone defines you. Yeah, exactly. Unaona hata wazimu, ajuangi yeye ni wazimu. Actually anaonanga yeye ndio mmechizi. So I was nilikuwa narudisha shukrani zangu manze. Ni venye nikai interview itaki kuisha. Lakini uko na content mazuri hadi sasa zingine na kuangalia tu hivi nacheka. Okay, sawa. Okay. Alafu najua kuna wengine ambao labda wangependa kubaki na nambako. Yes. Sijui kaa iko public ama ni private wa follow tu. Wako wanaweza pata namba yangu. I can give them. Yeah. So wale ambao wanataka kuandika namba, you can take his number so that anytime you feel like contacting him, you do so. Yes, if you have any question, if you have anything that maybe mtu alikuchanga mahali, unajua siku hizi I'm not safe but I support the land. It's good. Hiyo ndio kitu nilikuwa nakuambia. Unaona you can be a secular person but you are promoting gospel. Wewe unatumika na God without knowing. Let me say this before now, then I finish. You see, when you're in this world, you need men. Even Jesus, when he was here, he needed men. That's why alitembea akaenda akachagua apostle, akaambia Peter, follow me and I'll make you fishers of men. And even in this world, you need money. You need money. There are things that prayers cannot do. Bro. Lazima kuwe na do. When Jesus was crucified, akiwa amehang pale kwa cross. Akiwa amehang pale kwa cross. Omari, naona uko ndani ya sheng mbaya sana. Usijali. Ni lugha ya mtaa. Ni lugha ya mtaa hiyo. So Jesus akiwa kwa cross, there was no prayer warrior mwenye alienda ka pray mpaka hiyo body akapewa. There was no intercessor mwenye ali-intercede alafu akapewa hiyo body. Yeah. It took a man of influence, a man with money called Simon of Arimathea. Ule msee alikuwa na do. Akakuja akasema nipeni mwili ya huyu jamaa. Do ndio hizi, nipeni, very influential, nipeni mwili hizo huyu jamaa. Ndiye akachukua body ya Jesus akaenda kaibari kwa tompu yake. Sisi hatuna hata ploti bro. Tazika wapi mtu? So, hata ukipewa Yesu, hata tuseme tu ungepewa, ungempeleka wapi? So bro, prayers are good. Prayers are good. But money is good too. Prayers are good. Mimi naambia gawase, this generation kuna ngoma mpya nafanya, naambia wase, gold and silver we have, and Jesus we have too. Sisi akina Petro tutasema gold and silver we do not have, but in the name of Jesus stand up and walk. No. Gold and silver we have, but in the name of Jesus stand. After kusimama tunakujenga kakitu, tunakuambia enda tafuta kitu ya kukulaga kwanza ndio upate nguvu. Juu umekaa hapo chini sana. So tunahitaji do. Tunahitaji do. Bro, tunahitaji do. The Bible says money answereth all. Money is not evil. It is the root cause. But not evil. Yes, and money is not everything. It is the only thing. Money is the only thing. It's not everything. It is the only thing. Oture jamaa, thank you so much. Naona uko ndani. There is kuona na huku kwa uko ndani. So I've really enjoyed the celebrity gossip. Ni vile leo tulikuwa tuna gossip celeb of which ni shetani. Yes.
tumegossip sana hadi tulikuwa tunadhani tutachukua 1 hour tukachukua almost 2 hours. Yes. So we really appreciate and ushapeana namba kweli? Bado. No, sawa. You can contact me on my number 01 736 446. Rudia. 01 736 446. Yeah. Hiyo manze unanipata anytime kwa WhatsApp. Iko kwa WhatsApp. Yes, come to Bonge. Thank you so much. I appreciate and let's meet on Saturday kwa Super Sato. The celebrity gossip is over. Because we ended. Ni over ama ended? It's over. Yeah. Or we just paused because we'll come back sometime. Yeah, we'll come. We are organizing one of the biggest shows so far. Yes. This one we did not advertise. Yes. It just came. Abruptly we were discussing with my brother here. Then I say, this is the right person to bring, at least we share 1 or 2. Yes. And at least I think those people that started with us, you can bear me witness that there are a lot of things that you learn from this guy. And for that matter, therefore, we are planning for a very big show. If not this year, then early next year. Sure. Holy Sunday. Holy Sunday. Yeah, I'll ensure that we advertise it so that you come and bless these people. And I believe I'll give you like 2 hours, not only 1 hour. It's a sermon. It's a sermon. It's a sermon. Thank you so much. Keep on following GNM, Mr. GNM, the priest. Yes. Kwa all the social media platforms, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, any other place, just search Mr. GNM and keep on following me too, so that we build this brand. Thank you so much. This is called celebrity gossip. We just tell them if there is something wrong, or maybe if there is something good. Here we speak it. I'm called mcomarinash, the truth meter. I'll tell you. Celebrity gossip every Wednesday usiku. Hato mwako nini? Nani